Elwin Tahost aliondolewa katika kituo cha polisi cha Diani mapema leo, huku taratibu za kufukuzwa kwake nchini zikiendelea. Alikuwa amefungwa pingu chini ya ulinzi mkali, mizigo yake ikisindikizwa. Safari yake ya kurejea Uholanzi sasa inaanza baada ya matamshi yake ya kudhalilisha na ya matusi. Alisikika akiomba radhi, akielezea kuwa angependa kuendelea kuishi nchini Kenya, lakini kosa lake la dharau lilionekana kuzidi maelezo yake ya kujitetea. Elwin alikuwa amezuiliwa kituoni akiwa mlevi na alitarajiwa kufikishwa mahakamani kujibu mashtaka ya ushambulizi, uharibifu wa mali, kuzua vurugu na kumiliki dawa za kulevya. Kamanda wa polisi wa Msambweni Robinson Langat amelaani tukio hilo. We don't tolerate such behavior of abusing officers or any other Kenyan while they are still in Kenya. Langat pia amedai kwamba watalii wote wanaowadhalilisha wa Kenya au kuvunja sheria za nchi pamoja na kanuni za uhamiaji watachukuliwa hatua kali, ikiwemo kufukuzwa nchini. In addition to immigration laws, travelers are also obligated to comply with all other applicable Kenyan law. Failure to comply will lead to prosecution, deportation for serious violation, and being barred from entering Kenya in future. Imebainika pia kuwa Elwin Tahost alikuwa akiishi nchini kinyume cha sheria baada ya pasipoti yake kuisha muda wake. Taratibu za kufukuzwa kwake nchini zinaendelea, huku idara ya polisi kupitia msemaji wake Mushiri Nyaga ikilaani tukio hilo na kuwapongeza maafisa wa polisi waliodumisha utulivu licha ya cheche za matusi na kejeli walizopokea.